Tume ya Nguvu za Atom Tanzania imeridhishwa na namna wadau walivyoitikia uombaji wa vibali kidigitali, vibali vya kumiliki na kutumia vyanzo vya mionzi. Hayo yamesemwa na mtafiti mwandamizi wa mionzi wa TAEC Bwana Lazaro Meza baada ya kufanya ukaguzi katika vituo vinavyotumia mionzi, ambapo katika mkoa wa Kilimanjaro, kati ya vituo 45 vilivyokaguliwa, vituo 28 vinahuisha leseni kwa njia ya tehama sawa na 65%, ambapo mkoa wa Tanga vituo 30 vilivyokaguliwa, vituo 18 sawa na 60% vimehuisha leseni kwa njia ya tehama. Jambo kubwa ambalo tunalifanya kwa siku za leo, kwa sababu tumehama katika huduma zetu kwa wateja wetu kutoka analogia kwenda digitali. Sasa kuna huo mfumo unaoita Tanzania Atomic Energy License Portal, ambao tunawahimiza wateja wetu, kwa maana ya wamiliki wa mionzi, wajisajili ili tuweze kuwasiliana nao katika miamala ya kulipia gharama za matumizi vifaa kwa mujibu wa sheria, lakini pia tuwahudumie katika upande wa monitor wafanyakazi upande wa TOD. Na kwenye upande wa mkoa wa Kilimanjaro tumepata mwitikio na wanaendelea kuhamasika, na tunaamini wazi kwamba wataendelea kujisajili, na kwa vile Tanga tumeanza hivi karibuni, tunaamini watapata mwitikio. Kwa upande wake, msimamizi wa wafanyakazi wanaofanya kazi katika mashine za mionzi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, Bwana Athmani Mtopa, amepongeza Tume ya Nguvu za Atom Tanzania kwa namna inavyotoa mafunzo ya utumiaji wa mashine za mionzi sambamba na kuwalinda katika kutumia mashine hizo. Leo niko hapa kwa ajili ya kuwashukuru Tanzania Atomic Energy Commission TAEC kwa kuja kututembelea na kufanya ukaguzi wa mashine zetu. Ukaguzi huu ni muhimu sana kwa sababu utatupa fursa sisi radiographer kujua ni kiasi gani ambapo tupo salama kutokana na hizi mashine ambazo tunazitumia. Kwa sisi mkoa wa Tanga, hospitali ya rufaa ya mkoa, hospitali yetu au idara yetu ya radiolojia imejisajili katika mfumo wa licensing portal, na pia vile vile kituo chetu kina leseni. Pamoja na hilo, radiographers wetu wana TOD kwa ajili ya kumonitor kiwango cha mionzi ambacho wanapokea kipindi ambacho wanafanya kazi. Kwa kunitazama mimi hapa na TOD yangu ambayo nimeivaa kwa ajili ya kumonitor hicho kiwango cha mionzi ambacho nakipata. Naye mkuu wa kitengo cha mawasiliano Tume ya Nguvu za Atom Tanzania Bwana Peter Ngamilo amesema elimu ya mionzi inaendelea kutolewa kwa wananchi kupitia vyombo vya habari ili kuongeza wigo kwa wananchi kufahamu faida na madhara ya mionzi. Unapoona alama ya namna hii mahali popote, iwe ni hospitali sawa sawa, iwe labda umekutana na chuma fulani huko barabarani kina alama ya namna hii, basi ujue kwamba hapo mahali sio salama kwako. Unahitaji kukaa mbali na mahali hapo, kwa sababu kuna basic principle 3 za kuweza kujilinda na mionzi. Ya kwanza ni kuvaa kifaa maalum cha kuweza kuzuia mionzi kwa maana ya shielding. Lakini cha pili ni kukaa mbali, na keep distance kutoka kwenye alama za namna hiyo au za hicho chanzo cha mionzi. Lakini ya tatu ni kuzingatia muda. Unahitaji kukaa muda mfupi sana na chanzo cha mionzi ili usiweze ukapata mionzi mingi katika eneo husika. Godfrey Mbuya, TAEC, Tanga.